Assalamu alaikum, habari za saa hizi na kwa wakubwa wangu na wapeni chechei. Natumai yote hamjambo. Tumerudi tena katika kipindi chetu cha Stone Town Cafe, yani mkahawa wa mji mkongwe, ambapo leo tunaendelea na mazungumzo yetu ya taarab. Vipindi viwili vilivyopita tulianza kuzungumzia taarab, lakini tulijilenga katika taarab, je, inaweza kuendelezwa na ikafikia wapi, na tukagundua katika mazungumzo yetu kwamba kuna taarab opera ambayo ni uigizaji kwa kutumia muziki wa taarab na kuigiza. Leo tunazungumzia taarab katika mipasho na maadili. Kwa hiyo natumai uko tayari na kikombe chako cha kahwa na utaendelea kutusikiliza hadi mwisho wa kipindi hichi. Na bila ya kupoteza wakati, ningependa kumkaribisha mwenzangu na mratibu wa mjadala huu au kipindi hichi cha leo, Sheikh Ahmed Rajab. Karibu ili na yeye aweze kuwajulisha wageni wetu wa leo. Asante sana na asalamu alaikum. Leo kwa hakika tumebahatika sana kwa sababu tuna magwiji hapa. Tuna kwanza mega star, sio superstar tu, lakini mega star, Bi Khadija bint Omar Abdallah almaruf Khadija Kopa, na tutakuwa naye kwa sababu yeye ndio malkia wa mipasho. Na vile vile tunaye kutoka Dubai safari hii Said Muhammad Abdul Muttalib Hashim maarufa Muta, ambaye ni mtetezi wa uzalendo wa Kizanzibari na mila au utamaduni wa Kizanzibari. Na bila ya kumsahau Bi Mariam Hamdani ambaye ni gwiji wa habari na vile vile mtunzi wa nyimbo, mpigaji ala, na ana mchango mkubwa sana katika kuendeleza maendeleo ya wanawake katika ulingo huo wa taarab. Kwa hivyo karibuni sana. Na leo katika mazungumzo yetu tutakuwa tunazungumza, hatujadiliane hasa, lakini mazungumzo tuko pia na fikra na kuangalia ya leo na yaliyopita, kwa sababu yaliyopita ni muhimu, na umuhimu wake ni kwamba lazima watu waangalie mambo ya waliokuwa nao zamani ili wajijue hapa walipo sasa, na watapojijua hapo walipo sasa ndipo watapoweza kuwa na mustakabali mzuri. Na katika uwanja huu wa taarab, kama tulivyosema katika vipindi vilivyotangulia, kuna taarab asilia, kuna taarab hii ambayo alitaja sasa hivi Najma ya opera taarab au taarab opera, ambayo ni mpya kabisa. Lakini katikati hapa kuna mipasho ambao wengine wanasema sio taarab, wengine wanasema kwamba hii taarab ya mipasho au hii mipasho ni kunyanyasana tu, na ni jambo ambalo halina mpango, halina msingi. Na sasa basi tutakuwa na Bi Khadija Kopa hapa ambaye ni malkia wa mipasho, na bila shaka atatetea fani hiyo. Na mmoja kati ya watu ambao wenye kusema kuipiga hiyo dhana ya kwamba hii mipasho sio taarab na inakwenda kinyume na maadili yetu ni Said hapo Muhammad Abdul Muttalib Muta. Kwa hivyo kwa nini Muta unasema kwamba hii sio taarab? Kwa sababu tunajua kila jamii lazima iendelee, na mipasho ni muendelezo wa taarab kwa mitindo ya kisasa. Kuna ubaya gani? Naam, salamu alaykum. Alaykum salam. Nashukuru kupata fursa hii ya kupata fursa kuchanganyika na watu muhimu katika mada iliyotaja. Bi Khadija umemtaja, na kadhalika umemtaja binti Hamdan, ambaye yeye huyo tuliwahi kuonana sisi wakati mmoja Dubai. Alikuja kutembelea marhum Abdul Aziz, na kadhalika vile vile bina ami yake Maalim Khalil ni mwalimu wangu, vile vile ami yake Maalim Mahmud ni mwalimu wangu.
Kwa hivyo na mimi nitadumu kuwa mwanafunzi wake Bi Maryam binti Hamdan. Sawa. Haya. Sasa lakini kwa nini unasema kwamba huu mipasho sio taarab? Kwa sababu fulani zinakwenda kwa mujibu wa mila na mwendo wa wenyewe. Basi ni kitu kwamba mimi sisemi kwamba ni kabisa sio, lakini nitakayerekebishwe kwa sababu kuna watu na mila zao. Sisi tuna mila zetu. Mambo yetu tunafanya kwa mpango na kwa njia ambayo kwamba inakwenda kwa njia ya kuheshimiana. Sasa kitu ambacho kwamba mimi nakusia Hebu kidogo sauti, kwa sababu kidogo sauti yako iko chini Mukhtar. Dasturi hapo kale nakumbuka mimi nilipokuwa mdogo kwa Zanzibar, kulikuwa na baadhi ya nyimbo zilitoka katika mstari wa kimaadili yetu, nazo zikapingwa. Kwa mfano katika idhaa ya Unguja alipoimba marehemu Almasi Masudi, alipoimba nyimbo salamu kanisalimie huko kumwambie, alafu alitumia kima yuko hapa naye nalala nikiamka naye, ikakataliwa kwa maadili. Wakasema da, akabidi abadilike tena aseme naishi nikiongea naye. Halafu nafikiri unaona nakusikia. Halafu vile vile katika jimbo Bakari Abedi nyama zetu za ulimi ambao tuzipeana mwingineo usisemi ambao tukitendeana. Sauti ya Unguja ikabidi hii nyimbo kwanza wakhifishe mpaka irekebishwe. Sijui tunarekebishwa haijarekebishwa sifahamu. Haya yote yatokana na maadili na heshima na mwendo ambao kwamba Wazanzibari katika mwendo wao ndio wanaokwenda. Sasa mipasho ni nyimbo ndio kwamba ni wazi wazi. Mimi si mhujumu Bi Khadija na mheshimu, lakini napenda kukumbusha watu, ni kukumbushana, hakuna aliyokamilika. Lakini mtu hata zamani unaposema washika mbali miaka hiyo unaotaja ya 60 au 50 mwisho wa 50, lakini hata zamani siku za kina Siti Bin Saad nafikiri kulikuwa na nyimbo ambazo vile vile unaweza kusema au kazilinganisha kwamba ni sawa na hii mipasho ya sasa. Nyimbo zikiimbwa kwamba kwa mfano uchungu wa mahaba, kwani tujua sote maarifa huwa haba, ikili huondoka yote, ya kisibu matilaba utafakari lolote. Sasa hayo si mambo ambayo mipasho wanaimba hivi sasa vile vile. Lakini tizama hiyo lugha iliyotumika. Huyo mwimbaji hakika alikuwa hakuimba Siti. Ni nyimbo iliyotungwa zamani Lamu. Hiyo nyimbo ilitungwa zamani Lamu, ilikuwa imeanza na baadu zangu nenda nini kutendea hiyo. Lisahili pendo langu sikitiko sinitie, ukanitia machungu wajua mwendo nisie. Uchungu wa mahaba kwani twaujua sote, maarifa wa wahaba akili huondoka yote, yakisibu matilaba utafakari lolote. Naam. Mapenzi ni asifuyo kwa watu utapata haki, wala sineni kwa puo ni nyonda imewafiki, hakika nikupendawe najua hutosadiki. Maana yake nini kutonisadiki mwendo wanila ungawaini kwa sababu ninapendo? Mbona mimi nakuamini sikufanyia vitendo? Sio kitu wazi wazi. Kweli kila kitu kinakuja kama utakaposema kwa panakuja kwa wakati na zama, lakini nafikiri maadili na mwendo wa watu na heshima inabakia vile vile. Zamani ilikuwa nyimbo wakimba hao nomtaja Siti, alikuwa Maalim Subeti, Buda Suwedi, Mbara Kipofu, kulikuwa na Musa Maarufu, Musa Chotara, kulikuwa Siti Kibure. Walikuwa wakiimba nyanja mbalimbali za nyimbo, wakiimba mapenzi na kadhalika. Walikuwa wakiimba upande wa ilmu, wakiimba upande wa staarabu, wakiimba kama alivyokuwa akiimba na Maalim Shaabi. Nafikiri Buda Suwedi aliwahi kuimba akasema, subira na ngoja uniwasilie, fika kama ipo hoja fika unambie, fika unambie tutakidhi haja mimi na wewe. Nasikia utulivu ulotumika.
Alafu anasema si hoja uzuri na sura jamadi kuwa mtukufu na jadi kubeli hasara ya mtu kukosa akili. Manake ni usulubu wa vitu mbalimbali. Jo fakhiri alitunga marehemu babu yake Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi, chief kadhi wetu wa zamani. Ukosapo darahimu na libasi kujivika, utakuwa muadhamu hadharani ukifika, utaradhia makamu hukubeza na kicheka. Uacha kilewelewe wakati ukikumbuka ufakiri kama jiwe haukawi kufika, ulitakalo lisiwe likao sikutaka. Na huku mwingine pia akaimba, na Musa maarufu kasema katika dunia ni mambo matatu, ya kwanza afia na ya pili kitu, ya tatu bahati kupendwa na watu. Katika dunia ni rangi mbili, moja tajiri moja masikini, wakati wa kufa sote tunakwenda chini. Kila shani wameimba na kila namna. Ashikibaya pia akaimba, ashikibaya ubaya ubaya saya ishike roho. Alafu akasema tamu ya sukari umenipa wewe, umenipa nyingi kusudi nilewe, tamu ya shirika na pesa nitoe. Yani vitu kama hivi viko. Wameimba mapenzi, wameimba kufahamisha ulimwengu, wameimba kila upande wa kila upande wa nyanja. Lakini Bi Khadija Kopa akiimba mapenzi mnasema kwamba ana kiuka maadili. Ndio hiyo jambo ambalo sifahamu. Nafikiri hivi baada mnasemaje? Nilimsikia siku moja. Hivi baada mnasemaje? Tupate maoni yake kidogo. Unajua zamani mashairi mengi yalikuwa yanafungwa yanaficha. Sasa katika hizi wanazoziita mipasho, sio wote, lakini baadhi walikuwa wanazungumza moja kwa moja. Mfano nyuma kutoka hivi mbele kuna hivi kwa kwetu ni marudio. Lakini zamani kulikuwa na nyimbo, mfano ving'ara vyote si dhahabu, ametunga kina Boishi. Lakini tazama vitu gani vinavong'ara. Pala na wewe mwenyewe unajiuliza, wengine unazungumzia mwanamke, mwanamume na sifa mbalimbali. Au sema na sega langu kaimba sifsani, sega langu la asali, ni sega, shada la maua, ni shada lakini kalisifu. Unauliza asikula nanasi, hajala kitu kitamu, lakini amelifunga. Sasa ilipokuja mambo ya mipasho, walikuwa wengine wanazungumza moja kwa moja lugha ambapo kwa sababu watu walikuwa hawajajizoea za uwazi. Sasa hapo ndo wakaona kwamba hapa kuna tatizo. Lakini kusema kweli kuna wengine hao wana mipasho, wanaimba nyimbo zilizokuwa sio mbaya, isipokuwa tu hii mnasema kama sio modern taarab nini nyingi zinaimba nyimbo za zamani, nyingi zinaimba nyimbo za falsafa za culture zile za zamani zilizokuwa zimezoeleka kwa muda mrefu. Kwa hivyo hata Siti Bikisadi pia alitunga nyimbo za mafumbo, mfano Kijiti kaweka wazi, lakini pia alitia mafumbo wasubu wa mahakimu aliposema kwamba Kijiti kavuka mto, mashahidi wamezama. Sasa pale alizungumza moja kwa moja kwamba hapa kuna corruption, kuna matatizo katika suala la mahakama, lakini hakusema moja kwa moja kwamba mahakama hawa wabaya hivi, ambapo siku hizi katika baadhi ya nyimbo wanakuwa watu wanasema direct moja kwa moja. Ndio hiyo unaambiwa kwamba mipasho kidogo ina matatizo. Siti kaimba mfano Mbogo wa Jang'ombe, ukiuliza Mbogo utaona ni Mbogo tu akula huu wa Jang'ombe basi, lakini kamzungumza mtu ambaye yeye anakunywa ule Mbogo pengine ulichukulia chupa, alafu anafika katika mtaa anatukana wanawake. Sasa Mbogo wa Jang'ombe taurama, usitukane wakunga na uzazi ungalikuwa ni mwanamume, alafu unatukana wakunga. Sasa nyimbo hizi zilijifunga. Pasiti Bikisadi mfano alimba Kigarawa alisema Kasri, alisema Falme na watu wake, kwa sababu kuonesha kwamba jamani mnatudhalilisha sisi wanyonge, lakini aifunga mpaka mtu ufahamu kwamba kumbe hawa wanateleza kwamba wao ni wanyonge, wanastahili nao kupata haki sasa na wengine wasidhalilishwe. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo zamani kulikuwa na mafumbo ambayo unajiuliza. Hata hivi karibuni mfano marehemu Haji Gora alitunga nyimbo ile Miujiza ambayo alimba Mohamed Ilyas. Miujiza tukashangaa, mwisho ilizuiliwa ile nyimbo, kwa hapana ruhusa kupiga, kwa sababu anasema kwamba ule pwani kumevuliwa pweza, alafu mituni
Pwani kavuliwa kima na mwituni kavuliwa weza. Ni vitu ambavyo havielekei. Kwa nasema kwamba ukuti unachanja nani wakati ile shoka haliwezi chochote. Wenye mbawa wanaruka, wasombawa wameshika tama. Akaambiwa hii na uingiza siasa. Alihojiwa katika television na mimi nimeiona alihojiwa. Akasema hii ni miujiza kweli, kwa sababu hao wanaovuliwa pwani na wanaovuliwa mwituni tofauti. Wanaume sasa hivi wako kama wanawake nao wako kama wanaume. Akatoa mfano watoto sasa hivi wamekuwa wanaruka kuliko wazee wao wameshika tama. Akaelezea, lakini kwa sababu ilibidi aelezee kwa kuwa ile nyimbo ilizuiliwa, ilifungiwa, haina ruhusa kupigwa. Kwa hivyo wao wenyewe baadaye wakasema kwamba ni nyimbo nzuri, ndio inapigwa sasa. Kwa hivyo yale mipasho inategemea ile mipasho jinsi yalivyofungwa, lakini akiwa wazi moja kwa moja wazi kuna nyimbo moja ilikuwa nimesahau ile, nilitafuta sana, nasema mbele sijui kumekaa vipi kwa kwetu sisi kuna maneno ukisema ni matusi moja kwa moja. Lakini sasa na vile vile kuna tatizo ni kwamba wakati unabadilika. Wakati wa sasa mara nyingi hata hizo radio zetu hazijali, wale walioajiriwa wanapiga tu nyimbo ambazo wao zinawafurahisha. Kwa sababu mipasho wamepata nguvu, kwa sababu kwanza censor board ilikuwa haina nguvu kwa wakati fulani, ilikuwa haina nguvu kwa sababu mtu katika censor board lazima awe anajua Kiswahili vizuri, lazima yeye mwenyewe anajua tusi ni nini. Unaweza kumpelekea nyimbo kama ni sawa, kwa sababu kashazoea kwao yale si kawaida. Hapa ndio kuna tatizo. Kuna censor board lakini nyimbo vile vile zinapigwa. Zamani hapa hilo masuala jingine kwamba katika mambo kama hayo ya nyimbo lazima pawe na bodi kama hiyo ya ukaguzi ambayo nyimbo kuzifuata, ijue nini inafanya. Kwa sababu zamani mfano sisi tunakumbuka radio kulikuwa na nyimbo, ilikuwa nyimbo gani ile nini wanasema, mama ninataka kunde ngojea nielewe nikishaanguka ndio utakula wewe. Ilikuwa hata Sheikh Abdalla Saleh Fasa kuulizwa kwa kunde halali, sema halali kunde. Baadaye watu wakamnong'oneza wamekusudia nini, akasema katika radio akasema no hiyo mnayokusudia nyinyi matusi sivyo nilivyokusudia. Sasa radio ilizuiliwa ile nyimbo kwa sababu akasema kama unapiga nje, lakini censor board ipo, lakini na radio pale kulikuwa na censor inazuia baadhi ya nyimbo kwa hizi kwa jamii kuisikia haistahiki. Watu wenyewe wanapiga katika maharusi yao na wapige, lakini sio katika radio ambayo inasikika na watu wote. Kwa hivyo ni kweli kama anavyosema bwana nani, hii suala la nyimbo ya Bakaria Bedi mazoea na tapu, nyama zetu za ulimi mpaka leo watu wanapiga kelele, wamekusudia nini nyama zetu za ulimi? Lakini ameelezea mwenyewe, lakini ameelezea mwenyewe kwamba alikusudia sivyo wanavyofikiria. Kwa hiyo amekusudia nyama za ulimi ni maneno mazuri, maneno matamu, sio kwamba ni kama wanapofikiria watu wengine. Lakini sasa yale ni mambo yaliyojificha, unakaa ukajiuliza. Sema sasa hivi kuna zile nyimbo ambazo inaitwa mipasho sawa, fanya hata hizi si mipasho. Unapomwambia mtu salamu kanisalimie, fika nenda ukamwambie yuko huku na emie ni mipasho vile vile, lakini ni mipasho ya aina yake. Lakini sio kwamba tutabanana hivyo, ukitaka usitake nitamchukua, ukipenda. Sasa hii kwa mila zetu, huwezi kumwambia mtu mimi nitamchukua mume wako au nitamchukua mke wako hadharani waziwazi. Kuna njia za kumwambia. Nafikiri hilo ndo tatizo lililokuwepo. Kwa hivyo ni swala la staha. Sasa kama tunataka Zanzibar iendelee kuwa na heshima na utamaduni na nini ule ustaarabu tuliokuwa na, lazima tufunge baadhi ya mambo. Hatuwezi kusema tunasema tu hivi. Alafu sasa watoto wanaposikiliza zile nyimbo, wanapozungumza unawalaumu. Sasa mbona katika TV nimeiona, mbona katika radio nimeisikia? Kwa hiyo unakuwa unashindwa. Mtoto anajifunza kutokana na yale anayosikia na anayaona, na hawa watoto ndio wanakuwa wakubwa. Sasa wakiwa wakubwa utawafanya nini? Kwa sababu wao wanaona ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba hii mipasho iwe na kiwango chake, iwe na mipasho iwepo, lakini jaribu na baadhi ya mambo tusifiche,
tusiseme waziwazi hivi, inakuwa haina mwelekeo. Lakini nani anaweka hivyo viwango? Hivyo viwango aviweke nani? Hivyo viwango viwekwe na censor board viwekwe na wale wanaohusika, kwa sababu zamani mimi nakumbuka nafanya kazi radio. Censor board radio, kwanza radio nyingi haiwezi kuletwa kama haijapitia. Lakini hata kama censor board imepitisha, sisi radio pale tulikuwa tuna bodi yetu inaamua hii tunaona hapana, hii haifai, hatuipigi. Sio umefahamu, hii hapana, hii inaona hiyo yeye mnyinyi Sauti ya Unguja siku hizo au radio Zanzibar ilikuwa ni radio ya serikali. Sasa kuna radio chungu zima ambazo ni za wamiliki huru wa binafsi. Vipi unaweza kuwaingilia? Na haki kuingilia kwa sababu wale wameanzisha kwa masharti ya kiserikali. Sio kwa sasa, tatizo ni utekelezaji. Nani mtekelezaji wa kusikiliza? Kwa sababu wale wameanzisha radio wakiwa wanakosea, wanastahili kuitwa na kufungiwa radio. Hiyo iko katika sheria. Lakini sasa kwa sababu inategemea nani anaona, nani anaangalia, anaona kama hili ni tusi, hili ni kosa. Sasa hapa ndio kwenye matatizo, lazima tuwe very serious. Ilikuwa tutakaa tu tutasema kwamba maana yake inakwenda, kwa sababu ni kweli vituo vingi viko. Kuna vituo vyote kama kuna ngapi, huwezi kukaa kila moja akasikiliza kuto. Lakini kuna mipango ambayo unaweza kusema huyu anaweka kusikiliza radio hii, anapopiga zile nyimbo zake za aina gani. Na mara nyingi hizi radio zilizochipuka hizi, mara nyingi tunapiga kelele kwamba hazina wataalamu waliokuwa wamebobea, wataalamu ambao wanajua, wao ni kama ma DJ. Kwa hivyo kama ma DJ anapiga nyimbo ambayo yeye anaona inamfurahisha mtu, hashughuliki wewe unafikiria nini. Kwa hivyo kuna umuhimu huo wa kusema kwamba sasa hivi tuwe serious, kwa sababu tunapokwenda babaya watoto wetu mara nyingine wanazungumza mambo huwezi kumkataza, kwa sababu kweli amesikiliza katika radio na katika televisheni. Kwa hivyo hiyo ni nani, hilo ni tatizo kubwa sana. Muta, unaweza kuingilia tu, si lazima kuuliza swali. Nimesikiliza kwa makini maneno yanayosema mwenzangu Bi Maria. Kwa hakika ni maneno kabambe mazuri, ni sawa. Takriban mimi fikra zangu kama anavyokuwa akisema yeye ni sawa, na halafu yake vile vile hayo aliyosema ni muhimu sana, kwa sababu umma ni heshima. Ikiwa umma utapotoa heshima, hakuna umma tena. Hayo anayosema ni sawa. Na leo hali ilivyo inataka kurekebishwa sana mambo, maana yamebadilika sana toka kuingia 1964. Mambo yamebadilika, ustaarabu umekuwa umesambaratika, vitu vingi sana vimebadilishwa. Yani leo imekuwa ulimwengu wa kucheka na wengine wa kuzoma kwa sifa tulizosifika za ushujaa na wema, na yote yametutoka tubaki kushika tama. Hii imekuwa hali, na hali ya Zanzibar hapo kale kama unavyojua. Mimi nakumbuka wakati mmoja nakumbuka alipokuwa Rais Ali Hassan Mwinyi kule Dar es Salaam katika mazungumzo tunazungumza, akaniambia bwana Muta, mimi hamu yangu ni kucontrol ustaarabu wetu na heshima yetu. Naona maadili mengi yameondoka katika tabia za watu wengi, hasa upande wa fani. Ningefurahia sana, na nimezungumza na Maalim Seif Salim, nimezungumza na Maulidi Muhammad na kadhalika, tufanye kitu ambacho kwamba kinacholingana na maadili yetu. Tuache haya mambo ya kisasa ya mipasho, tutengeneze, tuwe na pahali maalumu kwa kuweza kuiendeleza hii fani, iende kwa desturi zake. Haya maneno nilikuwa amenizungumzia mahali nani bwana Ali Hassan Mwinyi wakati alikuwa rais. Na maadili nataka yachungwe sana, otherwise tutakuwa sisi hatuna umma wala hatu. Zamani heshima ya Zanzibar inajulikana, ilikuwa hata watalii wanapokuja wananasihiwa kwamba tafadhalini msikae, mkija mkimnaingia katika nchi vaeni nguo za heshima, vaeni. Wananasihiwa toka bandarini, kuna kwa maandishi yanaandikwa, yanaelezwa watu namna. Kwa hivyo vitu kama hivi ni muhimu sana, ingawa watu wananupuuzi, lakini ni muhimu sana, ni sura ya nchi.
nilikuwa nikimsikiliza huyu jamaa mfahamu amefariki, mtu wa dawa na msahau jina, bwana Athman nani, alikuwa akizungumza kusema Zanzibar ilikuwa sisi ni kiigizo chetu, ilikuwa sisi tumesoma mambo mengi ya ustaarabu na dini na fiqh na Qur'an tumesoma kutoka Zanzibar. Hakuna shekhe atakayesema au mtu aliyosoma kwamba kupata faida ya ustaarabu uliokuweko hapo kale Zanzibar. Kwa hivyo ni vizuri sana kuhudumisha hikma na kuweza kuweka adabu na tabia. Maana utakuta kwa mfano leo kuna pigwa kama hizo tara za mipasho, utakuta watu wanacheza sivyo ndivyo, wana katika kwa njia manywele timtimu, wengine wanalewa hadharani, ambao ni mambo sisi hatuingilii, lakini kwa kimaadili si sawa, na mengi kadhalika, na mambo kufunza watu heshima. Nyimbo zilikuwa zikitumika zamani, kapiga mfano hapa mwenzangu Mti Hamdan kaeleza nyimbo zilikuwa kwamba zinazungumzia mambo mbalimbali kwa njia ya hikma, na kuna nyimbo zilikuwa wazi zikiimbwa kufahamisha watu mwendo, kama hapa tukutaja sifa ya uzuri na sura jamali kwa mtukufu na jadifu beti hasara ya mtu husafiri na mengine. Watu wameimba, watu wa tarab waliendeleza vizuri, kina Maalim Seif Mungu amrahamu, waliweza kwenda nao tarab kwa njia ambayo kwamba ilikuwa imevutia watu wote. Kwa kifupi nafikiri mimi naona sawa anaposema Binti Hamdan, na ndio mwendo ambao kwamba lighting ilikuwa kama watafunzwa watu waendelezwe. Lakini tunapozungumzia hii mipasho, hebu Najma tupigie hapo kidogo tusikilize au tuone ni kitu gani ambacho watu wanalalamika katika muziki huu wa mipasho. Kiwembe changu kikali kuchanja chale za mwili, tena mimi ni hodari, utapona usijali. Mina tiba zote za kufanya mpaka upone, wa usiogope ingia ndani mimi kuone. Unaumwa wapi wewe ili mimi nikuchanje? Khadija ushaingia? Nasemaje kwamba watu hapa wamezungumza na wamekosoa kidogo mipasho kwamba haiendani na maadili na mila zetu. Na wewe mwenyewe kwa hakika umeanza mambo ya kuimba, umetoka mbali. Umeanzia katika kasida, ulikuwa msomaji mzuri wa kasida, nasikia siku zako ulipokuwa chuoni. Na vile vile umejifunza kushiriki katika mambo ya kwaya, vile vile umeimba ulipokuwa Pioneer, na umeimba na watu kina Mwanamtama Amiri na wengineo. Lakini sasa umeruka, umeingia katika mambo ya mipasho. Unajitetea vipi katika hili swala la maadili na mipasho, kwamba mipasho inapotosha ati wanaposema watu wengine? Kwanza tunatakiwa tujue, maana nimesikia pale wamesema sijui mipasho sio utamaduni wetu. Nataka tujue utamaduni ni nini. Ukishajua utamaduni ni kitu gani, alafu ndo unasema na kitu chenye. Tunatakiwa tujue sisi wasanii, tunataka tujue kama utamaduni ni maisha yale ambayo kama kijiji au mji mnayoishi. Sasa ukisema kama mipasho sio utamaduni wetu, ina maana labda hayo maisha hayamo kwenye maisha yetu. Maisha tunaimba sisi kwenye mipasho yako katika maisha yetu. Na tukitaka kujua hilo, ujue kama sisi
tunaolewa ukewenza wanawake 3, 4, 2, na kama tunaolewa ukewenza wanawake 2, 3, 4, wanawake kama kawaida yetu tuna tabia kutambiana mitaani na kila pahali. Tena nje watu wengine wanatambiana nje hadharani na kupigana wanapigana. Kwa hiyo jambo lolote tunalolifanya sisi tunalifanya kwa mujibu wa maisha yetu tunavyoishi. Sasa mimi nashangaa mtu akisema kwenye mipasho sio utamaduni wetu au sio ni utamaduni wetu, labda wanawake tu uache sasa hivi huo utamaduni wa kugombana kuhusu mambo ya ukewenza na nini. Lakini sidhani, kwa sababu sisi nafikiri mapenzi kama ni nini tunavyoimba tunaimba ndani ya maisha yetu, mapenzi ya maisha yetu sisi yanayotuzunguka. Na kama mpasho tunaimba mpasho wa maisha yetu unayotuzunguka. Na wanasema si mpasho sio taarabu. Taarabu maana yake kuna taarabu asili na kuna taarabu ya modern. Ile ya asili ikipigwa kwenye modern pia inakuwa taarabu, na ile nyimbo ya modern ikipigwa kwenye taarabu asili pia inakuwa ni taarabu. Taarabu maana yake ni uimbaji na mnyumburuko ule wa taarabu unavyoimba basi, lakini sio kama taarabu ya mipasho sio taarabu, sio kweli. Hicho kitu sio kweli. Kuna taarabu ya asilia na modern taarabu. Lakini wanaposema ni kwamba kwenu kwa mfano mitaani kwa alinatu kweli hapo watu ambao wameolewa wanawake 3, 4, lakini wanagombana. Lakini wanachosema ni kwamba katika hadhara za watu mambo haya husema kwa staha, kama watu wanapashana kwa staha, kupigana mafumbo kwa staha, inakuwa sio kwa jahra. Sio watu wote wanaopashana ndani. Watu upashana uwanjani wakapigana wakachaniana na nguo. Wivu hauna staha wala hauna mahali popote. Watu wivu wa mume na nini inatokezea kila pahali, na ndo maisha yetu wanawake. Na wanasema kwa mfano kama ule wimbo wako wa Wembe na chanjo, bila shaka sio chanjo ya corona. Nimeshirikishwa tu lakini yeah. Kwa hivyo ule wimbo ulishirikishwa tu wa Wembe. Bwana Mutalib utakusema kitu? Naam. Ngoja kidogo. Sikilize labda kidogo tena. Kidogo ya. Minawashwa sana na mwili unatetema, nataka tiba ya kina ili niweze kupona. Unichanje pole pole, maana naogopa Wembe na hizo chale. Nakuchanja pole pole, usiogope Wembe na hizo Ndo mambo kama hayo Bi Khadija unasema kama manake sawa. Sasa ukisema hivyo hujafumbua tu Wembe, kwa sababu kaka hivyo ukifumbua nyimbo yoyote utakayoifumbua itakuwa matusi. Kuna nyimbo wanasema chaza sijui nini sijui tofaa, lakini sisi tunasema tofaa la Kiunguja tunasema kitu cha kawaida, lakini kama utataka uchambue itakuwa matusi. Sasa ukisema mimi ninawashwa, naweza kuachwa hata mwili na ninahitaji tiba unaweza kuwa una allergy na mwili ukawasha vile vile. Sasa ukitaka kufumbua kila kitu unaweza ukaziona nyimbo zote zinazoimbwa ni matusi, si za mapenzi, si za nini, zote zinazoimbwa ni matusi. Nyama yangu ya ulimi ambayo tunalishana, nyama ya ulimi sio mtu wamekusudia kama nyama ulimi, wanakusudia kwa ni maneno mazuri. Sasa wewe ukitaka kutafsiri utatafsiri kawaida ya maneno. Ukipenda kutafsiri nyimbo yoyote, ikiwa ya mapenzi, ikiwa ya sijui ya mpasho, yani ni matusi, utatafsiri unavyotaka wewe mwenyewe. Lakini mtunzi amefumba kifumbo chake kwenye fumbo lake, una hiari yako sasa wewe. Na ndio maana watu wanagombana, wanapigana, nyimbo hawakuimbiwa wao kwa sababu ya kutaka kufumbua nyimbo ambazo sio zao. Lakini wanasema kwamba nyingi za nyimbo nyingi za mipasho hazifumbwi, hazina mafumbo, ziko wazi kabisa. Ndio hilo ndio tatizo. Haiko wazi. Nikisema kuashwa ni jambo la kawaida, sio matusi kuashwa. Nasema mwili unaniwasha. Wewe ukisema mwili unaniwasha ina maana matusi. Haiko wazi. Ningesema ungetaja nawashwa labda pahali fulani, ingekuwa matusi, lakini nawashwa, nahitaji dawa, nahitaji tiba,
chale watu hawachanji chale? Chale zinachanjwa na watu wanatembea na chale kila siku hapa. Muta unasemaje? Sasa Khadija amefafanua. Utasemaje ni matusi? Naambia Muta anasemaje? Bi Khadija anasema sema matusi. Unasemaje kwamba mnasema matusi? Ukichambua matusi. Ukichambua matusi. Lakini kama hukuichambua ukiacha kama ilivyoimbwa si matusi. Nafikiri langu mimi la kusema kishajibu yeye mwenyewe kwamba ukichambua ni matusi. Na hilo ndio neno ambalo kwamba sisi najaribu kwamba lisi. Na ukichambua tatofala kiunguja ni matusi. Na ukichambua chaza sijui nani sumu ndani ya chaza ni matusi. Lakini usipoichambua hamna matusi. Sasa ikiwa kama yeye Bi Khadija kama ameona kwamba kuna matusi ukichambua, basi haina dharura ya kutumia hiyo ibara ambayo kwamba anakutumia yeye, anasema bora utumie waziwazi. Amna maneno yoyote yale ambayo unayasema kwenye nyimbo, nasema ninachosema mimi ukichambua ni matusi. Huhitaji kuchambua nyimbo, sikiliza nyimbo ilivyo. Huhitaji kuichambua nyimbo hata ya mapenzi, uisikilize nyimbo ilivyo. Nyimbo inavyosema, ukitaka kuchambua moja kwa moja utajichambulia wewe mwenyewe. Lakini akisema mpenzi wangu nampenda, tunapeana vya ndani, ukitaka kujua manake sijui kitu gani, utakuwa umetukana tu. Sasa kwa hivyo ikiwa kama tunapeana vya ndani, maana ndani unaweza kumpata ubwabwa, maandazi. Sasa ikiwa mfano kama hivyo anatambua yeye kwamba mshatichambuliwe ndio watu waweze kujua kwamba ni matusi. Sasa basi ndio kama kusema wazi, bora nifunue wazi ndio uamuzi wake. Kusema wazi vipi? Hakuna haja ya kuweka fumbo. Mimi nakumbuka wakati mmoja ilikuwa kufanywa mjadala na mmoja katika sijui TV gani, ilikuwa kikiuliza maswali. Ukasema kwamba bora tuseme wazi kwa sababu vijana wa kisasa ndivyo wanavyotaka. Na kuna nyimbo nazosema tuseme wazi kwa sababu vijana wa siku hizi hawajui mafumbo. Kuna nyimbo kama vile tukisema mtie kamba sijui mumeo sijui na nini, yani hatuna nyimbo za mafumbo sasa hivi kama zamani vile unaweza ukasema sijui muhogo huu wa nini. Hakuna nyimbo hizo sasa hivi, tunasema kabisa moja kwa moja, yani mtie kamba mumeo, kama unaweza mtie kamba, ukitahamaki chini kachimba naye mie. Lakini kama zamani unaweza kusema kama mumeo hukumdhibiti basi wezio kiboksi watakifungua, hamna. Tazameni alivyofanya kijiti, tazameni alivyofanya kijiti.
mgeni umchezeshe foliti, umchukua mgeni umchezeshe foliti. Bi Mariam, unasemaje nyimbo hizo mbili? Unazitahakiki vipi? Ni hiyo ya Kijiti tunasema mbona alivyoifunga akasema kamchezesha politi. Ndio. Hajasema kwamba kamchukua kwenda kamlewesha kwenye picnic. Unasikia? Naam. Na kama nasema tena ni kwamba waimbaji hawana makosa, wanaweza kuimba mipasho na itaka, isipokuwa sasa tatizo liko kwa sensa. Ikiwa sensa inaona kama zile nyimbo hazifai, basi inazitoa. Sasa hapa mwimbaji anataka yeye soko lake, anataka yeye kuonekana. Bi Khadija alianza kuimba nyimbo, nakumbuka daktari walisema tu daktari gani huyo anaipasuliwa, sijui nikaona kumbuka ile nyimbo kidogo daktari. Lakini sasa desturi daktari ni mtabibu wa wote. Desturi daktari ni mtabibu wa wote, lakini wangu mie wa siri si akina pata sote. Umefahamu, kwa sababu ilikuwa imefungwa wakashindwa vyombo vya habari kuifungia, na hapa Zanzibar ndio kuna utamaduni. Sasa kama hii ya Biki Dude naimba, lakini anaficha kwamba tazameni, na kama hivyo amechezesha politi, akueleza kwamba kamchukua picnic kanda kalewa kawarepdi, hakuifungua. Sio kwa ukisikiliza wewe unajua kama huyu kakusudia alikwenda naye ulevini, alafu baadaye wamemrepu na imetokea matatizo. Kwa hivyo nadhani mimi suala zima hapa ni la sensa body kuamua katika nchi, je, hii inakubalika? Haikubaliki. Kama hivyo walivyosema kwamba Haji Gora nyimbo yake ilizuiliwa, ilipigwa marufuku kabisa. Akabida ile kwa nini kaimba nini, akasema kama kwani kumevuliwa kima, mwituni kumeziliwa pweza, ni miujiza. Na akaielezea ile miujiza hapa, watu wakashangaa miujiza gani haya, kila mmoja alikuwa na tafsiri yake. Kwa hiyo nadhani mimi kwamba hizi nyimbo nyingine za moja kwa moja kwa wakati huu wetu kwa Unguja, kwa Zanzibar, kidogo nyingine zinakuwa si sahihi. Isipokuwa tu sasa inategemea, unajua kwamba wasanii wengi wako katika maeneo tofauti. Mfano jambo lilionekana Zanzibar ni sahihi, Dar es Salaam au ukienda Shinyanga kwingine inaonekana ni sawa tu. Kwa hiyo nadhani mimi kwamba hapa kuwepo katikati, kuwepo na sensa board ambayo hii sasa itaamua. Ninasema jamani, tuwe na mipaka hii. Kuna nyimbo hizi zinataka zije hapa ziwe na mipaka hii. Bila hivyo huwezi kumzuia msanii asiibe anavyoona yeye ni sahihi. Kwa sababu wewe msikilizaji utaona Mtume mwanangu hata sitaki asikilize hii. Lakini sasa kwa nini basi vyombo vinaingiza ile nyimbo? Hapa ndio mimi ndio ninapoona kwamba tatizo lililokuweko ni kuweko na vyombo ambapo hivi vitaweza kupitia sasa kusema kwamba hapa sasa hivi jamani tunakiuka maadili yetu. Na maadili tukiacha hivi sasa tutaendelea, kwa sababu wale watoto wadogo wanaosikiliza wale ndio watakuwa watu wazima. Na wale watu wazima sasa jamii yote itakuwa vile vile, huwezi kuzuia. Ni kama mtu malezi ya watu, nyumba moja kuna mambo tofauti na nyumba nyingine. Kuna pahala mengine unakwenda unasikia watu wanazungumza unashtuka. Mimi nakumbuka siku moja radio, nakumbuka hivi tumekaa kwa tunazungumza, mmoja akawa anazungumza nikashtuka. Akasema tena neno lile nikashtuka tena, nikamwambia mwenzangu, mbona huyu anatukana? Unajua ile jibu lile anatukana kitu gani? Sasa kwa hilo tusi. Sasa kwa hivyo hapa ndo tuone nani anaona hili tusi na jinsi gani ya kuweza kudhibiti. Bi Khadija, unapokuwa unaimba wewe mwenyewe unakuwa unajihisi kwamba una dhamana ya kuhifadhi utamaduni wetu, au unaona kwamba hii mdundo ni mtamu, watu wanaopenda nyimbo hizo watazipenda na wache lende? Mimi kwa upeo wangu, kwa akili yangu, jambo lilikuwa la matusi la moja kwa moja siwezi kuimba.
Maana kama hapo mmepiga hiyo kijiti kamchukua mgeni kamchezesha foliti akampeleka maguguni akamrudisha maiti. Ukitaka wewe mpangazaji kukaa ukitaka kuchambua utasema ni matusi, lakini yeye kafumba akasema kamchukua kamchezesha foliti. Foliti si tunaujua mchezo wa foliti unapokuwa. Magugu si gugu ndo la kawaida, hilo si hamna nini. Lakini sasa kwa mtu hivi mimi mwenyewe nikiamua kutafsiri pia mimi naona matusi nikitafsiri. Usitafsiri nyimbo, iweke kama ilivyo. Madamu maudhui yake anakwenda kamchukua kampeleka kijijini kamrudisha maiti, kama kamkaba kama kamfanyaje yake hivyo. Ndio kama hapo umepiga nyimbo yangu anatambisha town anawachezesha mchaka na kuchezesha mchaka malaki wale kwa tu kwa timbuiza watu na nini, vitu hivyo ni vya kawaida. Mimi kama neno kuna maneno mengine yakiwepo kwenye nyimbo hata wewe mwenyewe unaona tabu kuimba, kama mfano wa kinyume cha kahaba, kama watu wanaposema moja kwa moja neno la moja kwa moja, siwezi kuimba neno hilo, nalikata. Nalishawahi kupata nyimbo kama hiyo nikakata. Nikikwambia kinyume cha kahaba wewe mwenyewe unajua ni neno gani, au sio mtangazaji? Siwezi kuimba. Kuna maneno ambayo wenzetu wa Bongo Flava huku bara wanaimba, lakini sisi kwa kwetu Zanzibar ni matusi. Kama mfano sitaki kusema, sijui nikisema moja kwa moja itakuwa pengine nimetukana. Mambo kusema kutekenya, sisi kwetu Zanzibar ni matusi, lakini kwa bara sio matusi. Lakini mimi kama mimi siwezi kusema kuimba neno kama hilo, siwezi kusema neno kama hilo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi nahisi hichi siwezi kukisema moja kwa moja, lakini kuna vitu kufumba. Niseme mume wangu nakupenda, usimwambie mwingine maneno wacha wapambo waseme, sio kwako mbamba, napenda vyako vingine, nimefumba. Na kama kuna vingine pengine mapenzi yake mazuri, sijui nini yake nzuri, unaona. Lakini ningetaka kusema moja kwa moja, ningesema moja kwa moja napenda kitu fulani moja kwa moja. Kwa hiyo kuna wakati mwingine vitu vingine vya kufumba hutakiwi vifumbue moja kwa moja, lakini ukivifumbua umetukana. Kwa sababu ukisema tu hivi kikawaida mtu anaona neno la kawaida, lakini mpaka akikaa akifikiria unajua pale kakusudia nini, kakusudia hivi. Kwa sisi Waswahili tunajua kutafsiri, sasa kakusudia hichi kakusudia hichi kakusudia hichi. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo moja kwa moja ukivitizama havileti maana ya moja kwa moja mpaka mtu afafanue. Hebu nikuulize swala moja kwa moja mpaka mtu afafanue. Kwa hiyo kuna vitu huwezi kuimba moja kwa moja. Nikuulize swali moja tu la kwa binafsi. Halima, kwenye mada hii kwa hakika. Unasoma kasida bado siku hizi? Na kasida tu, kuna watu wanarekodi na wananichukua kama ninavyofanya collab za tarabu, nimeshafanya collab za kasida. Basi kwa hapo kidogo tusikilize muziki asilia au tarabu asilia kidogo, alafu tutarejea tena katika mazungumzo yetu. Sijaki
Khadija, ulivyo Nasikia. nasema ulivyoingia mambo ya tarab, ni babu yako ambaye alikuchukua akakujulisha na kikundi cha Culture Musical Club, ama sivyo? Nimekosea? Club siku hizo ilikuwa haina mipasho kama hivi. Hizi nyimbo kama hiyo tarab asilia unaziona chapwa kwa mtazamo wako? Nyimbo kama hizi kama hizo tunasikia sasa hivi unaiona chapwa wawe kuimba? Sio chapwa, mbona nyimbo nzuri tu. Bwana shaimba nyimbo kama hizo nyingi tu. Lakini bila shaka shaimba nyimbo kama hizo, nimemridhi, nimemliliwaze, shaimba sana. Muta, unaonaje ukilinganisha tarab hiyo asilia na hizi zinasema za usasa? Kwa hakika mimi upande wangu kuhusu nyimbo za mpasho, mchango wangu hautakuwa mkubwa kama nyimbo za asilia, kwa sababu nimeondoka Zanzibar baada ya kutokea matokeo ya kusikitisha 1964 ambapo ilipelekea marehemu baba yetu kuuawa msikitini na wenzake na mzee Kaujori. Nilipoondoka nilikuwa na umri miaka 14, nikaja zangu huku niliko. Sasa mimi memory yangu zaidi itakuwa ninakumbuka nyimbo za asilia ambazo nimezihisi nyingi zinakwenda na mila na tabia zetu. Ama hizi za mipasho ninasikia wakati niko huku, kwa vile ilivyokuwa kuna tofauti kidogo namna yake, ni jambo lilonipelekea mimi kidogo kushangaa kuona kwamba leo imefika hadi hii nyimbo waziwazi tumekumbuka hizo za zamani. Na mimi si kama simsikii yeye Bi Khadija, la nasikia nyimbo zake zinapigwa huku, mara nyingine watu wa kusini, mara nyingine wapi. Ana mchango wake katika kunyanyua jina la nchi la Zanzibar, vile vile ana mchango wake. Iko kwa mambo hayo madogo mengine kwamba si tabu kuyarekebisha. Sifikiri mimi kama itakuwa tatizo kubwa yeye mwenyewe, ikiwa itawekwa hiyo kamiti aliyotaja Bi Mariam Hamdan itakuweko. Sifikiri kama atakwenda kinyume nayo. Nafikiri hivi. Na yeye mwenyewe akitaka kuongeza kitu kidogo, Bi Khadija, unataka kusema kitu kidogo? Ukitaka kusema kitu kidogo nikakukatiza. Nasema unajua kwenye mambo ya kuchagua au kupenda, kila mtu anajua na mapenzi yake. Kuna watu wengine hawapendi nyimbo kama hizo, pia hawapendi. Kuna watu wanapenda nyimbo za mipasho kweli kweli. Hata hayo ni mapenzi. Na nyimbo zote sio kama nyimbo za zamani ni mbaya. Nyimbo za zamani ni nzuri sana. Mimi mwenyewe mpenzi wa hizo nyimbo, na mimi katika watu ambao walo ni expire kuingia katika muziki wa tarab ni waimbaji Rukia Ramadhani, Fatuma Isa au kina Muhammad Ilyas. Nilipokuwa nikiwasikia wanavyoimba, wanavyoghani, nilikuwa napenda sana. Ndio kitu hasa ambacho hapo zamani hata nikiimba mpaka nikasikilikana na huyo mtu naimba, nilikuwa naimba nyimbo hizo. Ndio akanipenda kufika pale kwenye Culture, ndio nikakuta ile nyimbo akadandie amepewa mtu, ndio nikaanza kuimba mimi. Lakini sasa nilipoanza kuimba mipasho watu mimi mwenyewe pia napenda nyimbo za mapenzi sana. Lakini sasa kwa biashara yetu sisi tulikuwa huko, hizi nyimbo za mipasho ndio zina biashara zaidi kwa ajili ya biashara. Sababu mtu unafanya kitu cha biashara na unafanya kitu cha kujiburudisha. Lakini mimi mwenyewe nikienda kwenye nyimbo za asili, tarabu asilia, au tukienda kwenye tarabu zetu za mitaani kwenye maharusi na nini, naimba hizo nyimbo ambazo zangu mimi mwenyewe za laini za zamani ambazo nimeimba za mapenzi za nini, naimba wahoi, kadandie, nimemridhi, niliwaze, naimba. Lakini sasa watu wakiniona tunataka nyimbo fulani. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kawaida, lakini sio kama tarabu asilia. Sio tarabu asilia ni tarabu nzuri sana. Bi Mariam, lakini tarabu asilia hiyo pia, tarabu asili uasili wake ni vyombo vya asili, lakini humo mnaweza kumbwa mipasho. Ndio. Kwa maana kwamba siku hizi tarabu siku hizi kuna vidumba vingi kuliko zile ala zinazotumika katika tarabu asili. Bi Mariam, unasemaje kuhusu swala ile ya biashara, kwamba
Bi Khadija alivyosema, kitu kinachomvuta akaingia katika haya mambo ya kuimba zaidi. Mipasho ni biashara, huwezi kumlaumu. Pale mwanzo niligusia kitu kwamba watu wanafanya kwa sababu unategemea na hiyo biashara, labda nitumia kwa lugha nyingine, kwa sababu hata hapa ilipoanza hayo mipasho, wanaita mipasho au sijui modern taarabu, ambapo taarabu ni ile modern wangalitumia kile wakaniita jina jingine, alafu akawa kila baada ya muda wanaweka miaka 10 nyingine. Lakini ilikuwa yeye Khadija huyu anajua, alikuwa anapata kwenye jukwaa naimba daktari na nyingine, lakini sasa kilichovutia ni ile kucheza na baadaye sasa kutia magoma, ika kama dansa. Taarabu ya zamani kama wanapokuka ilikuwa watu wanakaa wanatazama, wanasikiliza, wanastarehe kwa ile music inapofanya. Lakini sasa imekuja kwamba watu wanataka kucheza. Hii kucheza watu wanapiga kelele wao wasicheze, lakini si rahisi kuzuia. Sasa hivi ndio inakuja sasa hivi na hilo soko. Sasa utacheza ufanye vipi? Sasa kupigwa na vinanda na vyombo, kuna beat machines na kupiga dupa na bongos na rika, zile ala ambazo zimezoeleka tangu zamani. Na sasa hivi unakuwa wanapiga beat machine vile zina tofauti raha yake, sababu unapopiga keyboard ukatia ndani kanuni ndani ya keyboard, ukatia udi ndani ya keyboard, ukatia ladha yake tofauti, na ukipata ule udi wenyewe ukaupiga na ukaangalia kanuni linapopigwa, sauti zinabadilika. Kwa hivyo ni kweli kwamba utakuta wasanii wengi wazazi kabisa wanakimbilia Dar es Salaam kabisa, kwa sababu kule Dar es Salaam ndio kwenye soko ya kupiga unachokitaka kuliko hapa. Hapa wamekuja hapa kina Melody, kina Zanzibar One. Sasa hivi wako Dar es Salaam pamoja na kusabusa wanakuwa kule, kwa sababu kule wanaweza kucheza wakatika viuno wakafanya wanavyofanya kuliko hapa, kwa sababu hapa kuna mambo yakifanyika watu wanalalamika. Kwa nini mtu anafanya hivi? Inaonekana ni utovu wa adabu. Katika viuno pale akacheza akafanya anavyotaka, ambapo kule Dar es Salaam tofauti wanaweza kufanya. Kwa hivyo nadhani hapa tatizo lilokuwepo kwamba kuna mambo yaachwe yaende kule Dar es Salaam kama ilivyo, lakini hapa Zanzibar ni kidogo kuwepo na staa, kuwepo na marekebisho ili haya mambo yote mizizi mikubwa ikaenda deep, baadaye watoto wetu wakaathirika na sisi baadaye tukaathirika. Kwa hivyo kina Bi Khadija wawe na mchujo, wachuje wakishie usafi wetu hapa, takataka pale kwingine. Anasema kwamba wafanye mchujo, takataka ziende kwingine, tubakie na usafi wetu wa mila zetu na staha zetu hapa nyumbani. Mchujo wa nini? Mchujo wa maneno katika mchujo wa nini? Wa maneno katika matamshi, katika nyimbo. Neno ya nyimbo. Mimi sijaimba nyimbo hata moja inotukana. Nyimbo zangu mimi sijaimba nyimbo inotukana. Kwa hiyo madamu naona situkane sichuji, nitaimba vile ninavyohisi mimi situkane, kwa sababu siwezi kuimba nyimbo kitu cha kutukana. Sasa mimi nimezungumza kwa wasanii general. Mimi mwenyewe siwezi. Yaje kuzumbia wewe peke yako. Okay, sawa. Wasanii general. Hiyo sawa. Sawa. Mimi kama mimi siwezi kuimba nyimbo ya kutukana. Siwezi. Sababu najua, alafu vitu vingi najua. Najijua mimi ni nani, najua na kuimba kitu kama hichi siwezi. Asante sana, mimi nakushukuruni sana nyote, Said Sharif, Muhammad Abdul Muttalib Hashim kutoka Dubai, Bi Mariam Hamdani. Asante. Na Bi Khadija Kopa tukuache kwanza, lakini kabla tuja kuaga tunataka utuimbie kidogo tukusikie live mubashara wasanii yako. Japo kwa dakika moja. Wewe Bi Khadija Kopa. Mimi? Naam, Khadija binti Omar Abdallah. Aliyepewa kipaji kwa uwezo arabuka, huasha kwa maji
na utambi ukawaka, nyota njema ya faraji kwake haitozimika, nyota njema ya faraji kwake haitozimika. Na wavimbe wavimbaji mwishowe watapasuka. Asante sana. Haya, nakushukuruni sana na tutaonana siku nyingine. Nakushukuruni sana kwa wakati wenu, muda wenu, na tumefaidika sana kwa mazungumzo yenu na hoja zenu. Asante. Asante sana Naji, over to you. Na mimi ningependa kuwashukuru sana Bi Khadija, asante kwa kushiriki nasi, na kidogo pole kwa usumbufu uliopata na mitandao. Bi Mariam pia nakushukuru sana, na Sheikh Abdul, Sheikh Mohamed. Wakati wowote nadhani tunaweza kukutana tena kupiga gumzo, kwa sababu gumzo la taarab ni tamu. Tuseme tu wazi, taarab ni tamu. Kwa hiyo asanteni sana. Naji Media Center, mkao wa mji mkongwe, Stone Town Cafe. Mapishi ya Zanzibari, historia ya miaka, karne na karne, historia ya kuvutia, mchanganyiko wa tamaduni, karne na karne. Naji Media Center, Stone Town Cafe. Stone Town Cafe, Naji Media Center, Stone Town Cafe.